na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea katika semina yetu. Naamini tumesoma mengi na tumebarikiwa. Kulikuwa na maswali mazuri, kulikuwa na majadiliano mazuri pia, kujadiliana pamoja na imependeza. Natumai kwamba tumejengeka, tumejifunza kitu. Kwa hivyo basi, katika masomo yetu tuko tayari kuendelea katika somo la 18. Somo la 18 ambao inasema Kristo dhidi ya makanisa ya uongo yaliyopotea. Kwa hiyo tunaendelea kama tulivyoona, kama alivyotupa utangulizi kaka Timo, kwamba tuko katika sehemu ambayo inahusu jamii, yani sio kuhusu mtu binafsi peke yake. Inasema Kristo na jamii. Kwa hiyo katika jamii tunakuta kuna mambo mbalimbali, na hasa katika maisha ya sisi kama Wakristo tunamfuata Yesu, tunajua kwamba kuna kanisa. Amina. Basi kanisa lina maana gani? Hapo tusaidiane kwa hilo. Kanisa lina maana gani? Tunapoongea neno kanisa tunamaanisha nini? Kanisa ni jamii ya watu ambao wanamwabudu Mungu kwa kweli. Amina. Je, kuna mwingine wa kuchangia wazo tofauti na hilo? Nafikiri ni sahihi. Yesu alisema kwamba atalijenga kanisa lake, na hakumaanisha kwamba anajenga kanisa mahali fulani kwa kutumia matofali au kutumia mbao au mambo mengine ya ujenzi kama ya namna hiyo. Hata tukisoma katika Matendo ya Mitume inasema kwamba na Mungu aliongeza watu kwenye kanisa ambao walikuwa sijui nitumia neno gani pale, ambao ni wa kuokoka. Kwa hiyo tunaona kwamba katika kanisa linalotakiwa, kanisa ambalo ni sahihi, ni kanisa ambalo Yesu ndiye kichwa na watu ndio kanisa lenyewe. Kwamba watu ambao wanamwamini Kristo, ambao ni mwili wa Kristo, ndio kanisa. Kwa hiyo tunaweza tukafahamu kwa hiyo, kama ni hivyo kwamba kuna kanisa ambalo linatakiwa liwe na vipengele kama hivyo, kawaida tunapokuwa na kitu cha uhalisia au kitu cha kweli, haikosekani pia kuwa na kitu cha feki, si ndio? Tunajua kwamba labda mfano wa pesa, kuna pesa bandia. Tunafahamu kwamba kuna labda hizi kampuni, labda kwamba unataka kununua simu inakuwa labda sijui ya Samsung au sijui ya iPhone, lakini kuna nyingine hizo ambazo zinaonekana kama ndizo, lakini kumbe ni fake, sio? Kwa hiyo tumeona mambo kama hayo maisha yetu, kwamba tunaona kitu cha kweli, halafu kuna kuja na mengine ambayo sio ya kweli. Kwa hiyo ndio mada yetu leo. Tunachozungumzia ni kwamba kumbe kuna makanisa mengine ambayo sio ya kweli. Basi pia tunaweza tukagua hapo na kusoma pamoja mstari wetu wa kukumbuka. Hapo ukurasa wa 50 ni Waefeso 5:25 hadi 26. Labda nitasoma kwanza. Inasema, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Naomba tusimame tusome pamoja mistari yetu hii. Some. Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake,
ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo analipenda kanisa. Ni watu wake, ni mwili wake, lakini pia alijitoa kwa ajili ya hilo kanisa. Kwa nini alijitoa? Ili alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa hiyo kumbe linawezekana katika kanisa lipo dosari au lipo uchafu fulani, na bado hilo kanisa Kristo analipenda. Katika kanisa kuna matatizo fulani, lakini bado Kristo analipenda. Lakini tunaweza kujifunza pia kwamba kuna makanisa mengine ambayo Yesu ameachana nayo, kwamba sio kanisa lake tena. Tunaweza tukasoma katika Ufunuo. Nafikiri katika Ufunuo ndio tunaweza tukasoma habari kama hizo kuhusu makanisa mengine ambayo hayajapotea bado, lakini Yesu alisema kwamba wasipotubu watakuwa wamepotea. Tusome hapa katika vitabu vyetu, inapatikana katika Ufunuo sura ya 1 mstari 12 hadi 13. Inasema, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na kati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, yani Yesu Kristo yupo katika vile vinara, anaangalia, si ndio? Manake katika makanisa Kristo, kama tulivyosoma katika Waefeso hapo, anayapenda makanisa na amejitoa kwa ajili ya haya makanisa na anataka kuyasafisha haya makanisa. Tukisoma pia katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5, tunakuta kanisa ambalo liko hatarini. Bora labda tufungue tu hapo ili tupate mistari yote kwa pamoja ili tuweze kuona kwa kindani zaidi. Kuna makanisa hapo mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Katika sura ya 2 tukianza mstari wa 1 inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ninayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wanaojiita wa mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Pao ni onyo. Yesu ananena na kanisa la Waefeso pale. Tunakuta nyaraka ya Waefeso, si ndio? Paulo aliwaandikia, lakini baada ya miaka upendo ule waliokuwa nao mwanzo umepoa. Yaani ilianza kuingia mashaka katika kanisa lile. Basi na Yesu anasema kwamba wasipotubu atafanya nini? Ataliondoa katika makanisa yake. Itakuwa sio kanisa la Kristo tena. Itakuwa ni kanisa lililopotea.
Kwa hiyo kwa maana hiyo tunajifunza kwamba kumbe yapo makanisa ambayo yalipotea. Nafikiri kama nilivyosema tayari, bila shaka kama kuna kitu cha kweli, kitu shetani hachelewi kuleta yale ambayo sio. Kuna msemo wa katika Kiswahili wanasema kwenye msafara wa mamba na makenge wamo, si ndio? Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna wengine wanataka wawe wa Yesu, wanataka wawe kwenye msafara huo, si ndivyo? Lakini kwa sababu hawajamjua Kristo, hawajabadilisha katika mioyo yao, wanabaki kuwa kenge. Sio wa kweli. Wanaweza wakafanana kwa namna fulani, yani kule sio nani, lakini ukichunguza vizuri, ukiangalia vizuri, sio mamba. Basi tunataka kujua sasa kwamba ni kwa dalili zipi, na hasa katika dunia tulionayo tumeweza kugundua jamii ya kenge kwamba ni wepi ambao sio wenyewe, ambao wanaohusika na msafara wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunataka kujua ni akina nani au makanisa yapi ambayo tunaweza kujua kwamba hapa ni kanisa lililopotea, sio kanisa la Kristo. Kwa hiyo kuna mengi bila shaka, na kwa ufupi katika pointi hizi zote kitakachokuja ni kikubwa ni kwamba hawafuati katika nyayo za Kristo. Lakini tunaweza tukaona baadhi ya njia ambazo wengi ambao wanakuwa wa namna hiyo wanavyopita ni wa namna gani. Ya kwanza tulivyoona ni kanisa hili la Waefeso. Tunaona kwamba hawakuwa na upendo ule waliokuwa nao kwanza, waliuacha upendo ule. Kwa hiyo bila shaka tunapokutana na watu wa Mungu, kanisa la Mungu linatakiwa liwe na upendo yani upendo unaoonekana, upendo ambao ni bado ni ule wa mwanzo. Kwamba ukiona kwamba kuna kanisa katika mwenendo wake, watu wake wanachopendelea zaidi ni mambo mengine, sio Kristo, basi tunajua upendo wao uko kwingine, sio upendo ule wa kwanza, sio upendo ule wa Yesu. Kuna mengi ambao kuna makanisa labda wanaanza kutofautiana, wengine wanaanza kudili zaidi na labda sheria ya Musa, wengine wanadili zaidi na miujiza, wengine wanadili zaidi, yani kila aina. Lakini tunaweza kujua, kitu rahisi kujua ni kwamba je, wako kweli kwa kufuata Yesu? Hii tukijua uhalisia, yani kwamba tukijua kilicho cha kweli, kinatusaidia kujua kwamba kama sio hii basi sio. Ni kama vile pesa. Ukitaka kujua ya kweli, nafikiri kuna pesa nyingi za bandia. Labda mtu huyu alijaribu kutengeneza pesa yake ya bandia, na huyu alijaribu kutengeneza yake. Lakini ukijua tu kwamba pesa hii ndio ya kweli, basi ukiona tofauti na hii ya kweli, unajua kwamba hii nyingine basi ni bandia, sio. Kwa vile tukijua kwamba kanisa la kweli ni la namna fulani, basi tunajua makanisa haya mengine ni ya nje, sio. Pia tunaweza tukasoma katika Mathayo kuhusu Yesu alivyosema kwamba tutawajuaje. Kuna kuwa na wengi ambao wanaonekana kwamba ni watu wazuri, wanaonekana ni watu wema, watakatifu. Tufungue Mathayo 7:21 hadi 23. Nafikiri hata katika vitabu vyetu hivi ipo. Labda tupate moja aweze kusoma hapo. Mathayo sura ya 7:21 hadi 3, na hapo tujue kwamba Yesu alitupa kama kipimo, alitupa yani
maelezo kwamba tujue ni namna gani kufahamu kwamba ni watu sahihi au sio sahihi. Karibu kaka Frank, usome hapo. Mathayo 7 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu lasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mpaka 23. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Asante. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna watu ambao wanaonekana ni watu ambao wana mambo mazuri, wanasema Bwana Bwana, yani wanamuita Yesu Bwana, wanakuwa wanatoa pepo, wanakuwa na miujiza, lakini bado Yesu anasema kwamba siwajui. Yani sasa ambao ni sahihi, ambao ni wa kweli ni wepi? Tukiendelea hapo mstari wa 24 inasema, basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Alafu inaendelea, mvua ikanyesha, inatuelezea habari hizo. Yesu anasema kwamba sikuwajua. Yesu anayemjua ni nani? Anayesikia maneno yangu na kuyafanya. Yesu alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Basi hii ndiyo ishara, au hii ndiyo kinachoonyesha kwamba ni sahihi, kwamba tukisoma neno la Mungu, tukisoma Yesu nyayo zake, yani mafundisho yake, kwamba maisha yake alipopitia yeye, kama wapo kwenye mstari huo, kwenye nyayo zake, basi tunajua kwamba kweli wanashika amri zake, kweli wanafuata neno lake. Hawa ndio watu ambao ni wa kweli, ambao ni wa kumfuata Yesu, ambao Yesu anawataka. Tukifungua hapo kwenye vitabu vyetu katika sehemu ambayo inasema fuata nyayo zake leo, ukurasa wa 52, fuata nyayo zake leo, kuna makanisa 4 ya uongo ambayo yameorodheshwa hapa. Makanisa 4 ambayo sio, na itabidi tukimbie haraka kidogo kwa sababu nafikiri muda pia inakimbia. Lakini nataka angalau tutoe mifano, baadhi ya mifano kuzungumzia yale ambayo sio. Tumezungumzia kidogo tu kuhusu kanisa ambalo ni kweli, lakini pia tuzungumze makanisa ambayo sio. Ya kwanza inasema makanisa yenye ibada ya misisimko. Yani tunamaanisha kwamba unapoenda katika lile kanisa unaona kwamba utakatifu ni ndogo, lakini wanachokifanya ni zaidi kama wanafanya michezo. Wanafanya kitu ambacho kinaburudisha watu. Muziki inakuwa ina michezo, watu yani ukiona ni ya kimwili zaidi. Yani vile Mungu alisema kwamba tutafakari juu ya neno lake. Mungu alisema kwamba tukae kimya wakati mwingine na kusikiliza sauti yake. Sio kwamba hatuwezi kupaza sauti, tunaweza, lakini ukiona kwamba kanisa haina muda wa kuzungumzia neno zito au kukaa na kutafakari neno la Mungu kwa uzito wake, pia kila siku wako kwenye kelele tu, basi ujue kwamba hawajafundisha yote. Hawajafundisha yani yale yote ambayo Yesu alizungumza. Yesu alifanya miujiza, Yesu alifanya mengine ambayo watu walipenda. Tunakumbuka kwamba aliwalisha hawa watu. Walikuwa wengi sana, si ndio? Wanaume walikuwa 5,000. Sijui wanawake na watoto walikuwa ngapi.
walikuwa wengi, lakini alianza kuwafundisha maneno ambayo yalikuwa ni magumu, si ndio? Wakatoka. Kwa katika kanisa ambalo kila siku ni mihemko tu, ni msisimko, yani ni kelele, ni unapoenda pale, mwandishi hapa aliandika, ukiwakuta wanaabudu utadhani ni sherehe ya kidunia badala ya unyenyekevu na huduma ya kitume. Kwa hiyo tunaona kwamba ikiwa ni namna hiyo, basi sio kanisa. Mara nyingi makanisa kama hayo, kama nilivyosema, hawawezi kufundisha yani Biblia kwa yote. Tusome na mstari katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3. Hapo kuna mistari ambayo inazungumzia kuhusu makanisa ambayo ni wa namna hiyo, design hiyo. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 2 na wa 3 inasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi watakao waambia yale tu masikio yao yanataka kusikia. Kumbe kuna makanisa mengine wanakataa mafundisho yenye uzima. Hawataki kujua Biblia, yani neno la kweli. Badala yake wanatafuta kwamba huyu fulani nikimsikiliza na burudika. Yani katika kanisa hili tukienda, yani basi najisikie yani vizuri tu kimwili zaidi. Hawako kwenye neno. Kwa hiyo tunapaswa kukataa kanisa kama hili. Kanisa la pili ambalo silo inasema ni makanisa yenye kuabudu sanamu. Makanisa haya yana kanuni au taratibu nyingi zisizofuata maandiko ya kidini, wakati maisha ya kiroho ni kidogo. Yanaamini watakatifu wafu katika ibada za wafu na wanawaomba wawasaidie kupitia wao. Kumfanya Mariam kuwa ni kama Mungu mke, ambaye wanamfanya kuchukua nafsi ya Yesu aliyempatanishi pekee kati ya Mungu na mwanadamu. Wanajitoa zaidi kutii papa kuliko neno la Mungu. Washirika wake hawayajui maisha halisi ndani ya Kristo. Kuwa mwangalifu. Tahadhari. Kuna makanisa ambao ukimuuliza mshirika katika kanisa hilo kuhusu kwa nini mnafanya hivyo, hawezi akakuonyesha katika Biblia. Anakuambia sijui tumezoea, ni mazoea yetu. Au anaweza kukuambia sijui ni mafundisho ya kanisa, sijui nani. Lakini ukimuuliza, ukimhoji gani kwenye Biblia, wapi? Hakuna. Hii ni kanisa ambalo limepotea. Yani iko kwenye mafundisho mengine tofauti, sio ya neno la Mungu, sio ya Kristo. Na Kristo sio kichwa. Tunaweza tukasoma pia mstari ambayo ni katika Marko 7:3 mpaka 13. Labda tu mwandaye mmoja asome hapo Marko 7:3 hadi 13. Karibu. Marko 7:3 hadi 13. Marko 7:3 hadi 13. Neno lasema, kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko, awali wakishika mapokeo ya wazee wao, tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali, na yako mambo mengine waliopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee,
bali hula chakula kwa mikono najisi. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mstari wa 8. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akamwambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali ninyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye, ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho huwa basi, wala amruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye. Mstari wa 13. Huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Asante. Basi hapa tunajifunza kuhusu namna gani ambayo kuna makanisa au kuna watu ambao wanafuata njia zao wenyewe, sio wa neno la Mungu. Kuna mapokeo, kuna mafundisho ya wazee wao. Nafikiri kwa ajili ya muda, kwa kweli muda umekimbia, itabidi ni jaribu kufupisha. Kwa kweli tunaweza kuona kuna makanisa mengine mawili ambayo yameorodheshwa hapa. Kuna kanisa yenye ambayo ni kuiga mambo ya kidunia. Nafikiri inaambatana na somo tulilosoma hivi, yani kujitenga na dunia. Badala ya kujitenga na dunia, wanafuata namna ya dunia. Tukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari 15 hadi 17, inasema msifuatishe namna ya dunia, si ndio? Wala mambo yaliyomo katika dunia. Kwa hiyo hivi tunajifunza kwamba haitakiwi kwamba tufuate, msipende dunia, inasema. Warumi pia inazungumza kama hivyo kwamba tusifuate namna ya dunia. Yani ukiona kwamba katika kanisa wengine wanaweza wakaweka muziki yani ya kidunia zaidi. Wanaweza wakafanya kitu, wanasema kwamba tukifanya kitu hicho basi tutawavutia vijana, au tukifanya kitu hicho basi watashawishika, hata yani majirani watatoka, watakuja kanisani. Wanajaribu kupata watu wa dunia kwa design au kwa style ya dunia, na hii haifai. Mtu kama Mungu alimkusudia kwamba aje kanisani, atakuja kwa hamu na kiu ya haki, sio hamu na kiu ya burudani. Hayo ni mengine, kwamba ukifanya burudani, ukifanya kitu ambacho ni cha kidunia, dunia watakuja tu, lakini hawatakuja kwenye kweli. Kwa hiyo ni kosa pia. Kwa hiyo hii haitakiwi kwamba tujitenge na dunia, tuwe watu watakatifu, sio watu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho inasema makanisa yenye kushika sheria. Pia ningependa kuelezea zaidi. Nafikiri kuna sheria za aina nyingi ambao watu wanashika. Kuna wengine wanashika Agano la Kale, sheria ya Musa, yani Sabato, yani chakula, yani wana mengi ambao wanashika, ambao tukisoma katika Agano Jipya, Yesu alisema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Yani Sabato ilikuwa kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya na basi halafu pia Yesu alisema katika Luka sura ya 7 kwamba kinachomtia mtu unajisi sio kile kinachomwingia mdomoni, yani kinwani, bali ni kitakacho moyoni mwake ndicho kimtiacho unajisi. Kwa hiyo tukizingatia mambo haya, tunajua kwamba kwa kweli sio sheria hizi ambazo zinatuokoa, ni moyo wetu mbele ya Mungu, kwamba je, tunampenda Mungu? Kwa hiyo pia kuna sheria nyingine kama tulivyozungumza tayari, kwamba watu wanaweka sheria ya wanadamu tu, kwamba wanachukua kitu hichi, wanasema ufuate hivi, ufanye hivi kama ni sheria, lakini sio
kweli za Mungu. Kwa hiyo kuna wengine badala ya kujua kwamba mimi nimeokolewa na Yesu kwa kumwamini yeye ndiye aliyeniokoa, wanahisi kwamba wao wataweza kwa mfumo fulani au kwa jitihada zao namna fulani wataweza kuokolewa. Hapana. Kwa hii pia ni kosa. Kwa hiyo katika hayo yote pia haitakiwi, kwa kulingana na tulizungumzia kuna makanisa yaliyopotea, kwamba tuseme kwamba tusiende kanisani. Ni kama nilivyosema, Yesu analipenda kanisa lake na anataka kulitakasa katika kwa maji katika neno. Amina. Kwa hiyo kanisani yatakuwepo kuna matatizo, kuna vitu ambavyo vinahitajika kurekebishwa, lakini tunapaswa kuangalia pia kanisa hili ni kanisa ambalo kidogo lina madoa au ni kanisa ambalo limehama kabisa kwenye msingi. Kwa hiyo kuna hivyo tunapaswa kwenda mbele za Mungu, kumwomba Mungu atusaidie tufahamu kwamba je, kanisa hili ambalo niko nalo au kanisa hili ambalo nataka kujiunga nalo, je, maadamu kuna watu, matatizo yatakuwepo. Yani kama sisi binadamu lazima matatizo yatakuwepo. Kwa usitafute kanisa ambalo ni watakatifu tu. Yani hutalikuta kwamba kanisa ambalo halina matatizo yoyote. Lakini pia tusiseme kwamba tukubali tu makanisa yoyote vile, yani kwamba kanisa hili kwa vile tunajua kwamba sisi binadamu basi tujiunge nalo tu. Tuangalie kwenye msingi wake. Je, umekaa kwenye neno? Watu kweli wanataka lilicho kweli au hawataki tena? Kwa hiyo hivi tunaweza kujua kwamba ni kanisa ambalo tunaweza kushirikiana nalo au hapana. Basi Mungu atusaidie katika hilo. Tuendelee kumwomba Mungu kwamba atusaidie kusimama kwenye neno lake na kufuata katika nyayo zake.